So nataka ni waimize vijana, kuna njia ya petition serikali kama kuna vitu zenye haukubaliani nayo, lakini huwezi enda kwa barabara kuchoma barabara, kufunga barabara, kuharibu mali ya watu, kupora biashara za watu wenye wanafanya kazi, alafu unasema hiyo ni maandamano. Kuna wengine ulipata walienda kwa police stations, wanachoma police station, wanachoma magari, wanaiba bunduki. Hiyo haiwezekani. And the president is very clear because he swore to protect the lives and property of every Kenyan. Na hiyo ndio kazi tuko nayo. So it is my plea sana sana kwa viongozi, let's not misuse the young people. If you want to play politics, there is a space for playing politics. If you want to petition, if you want to demonstrate, there is a proper way of doing that. And I would want to appeal to the members of parliament, because your role is legislation. Mheshimiwa Sigei uko hapa, mtusaidie kwa ile article 37 that gives us the freedom to petition, the freedom to assemble, and it's very clear it has to be peaceful and unarmed. It's time we looked at the regulations that guide demonstrations in a manner that it's clear. Kama unataka kuandamana, lazima ujulishe polisi na utuambie ni saa gani utakuja kuandamana na ni kwa sababu gani, na utakuwa na watu kiasi gani, ili maafisa wetu wa polisi wakuwe na nafasi mzuri ya kujitayarisha na kukupatia usalama yenye inatakikana. Tumesema ya kwamba kuna wale ambao walisponsor mambo ya violence. Kuna watu ambao walisponsor watu wa kuua. Bwana PS, watu wamesema tutoe hawa watu kutoka kwa raia ambao wanapenda amani na wawekwe ndani ili watu waweze kupata amani. Hatutaki vita. Tuliona 2007 ile vita ambayo ilitokea hapa Bwana PS Sotik, kulikuwa na watu wengi town hii. Hata sababu ya vita ambayo ilitokea watu walihama kutoka town hii. Tunajua. Kwa hivyo sisi tunataka kusema ya kwamba tunaunga mkono president na tungependa kuona nchi hii inaendelea. Aendelee kukaa ili watu wa Kenya wapate amani. Kwa hivyo mimi pia